kiti ni yetu sisi wote watu wa Isiolo. Gavana yetu yeye ndo alifanya makosa. Kazi yake inakuwa hawezi lipa mshahara ya wafanyakazi yake. Wanakaa na njaa, wengine hawana nyumba ya kuishi, hawalipi nyumba ya wenyewe. Naona na matusi ndo hiyo, aheshimu wa vijana, aheshimu kina mama, aheshimu wazee. Kwa hivyo ile kitu imefanya Gujo afanywe impeachment ni tabia yake. Ni tabia yake na ujauri yake. Yeye kila wakati kazi yake ni kutukana watu. Akiitwa Senate akuje apeane mambo ya accountability apeani. Anashindwa, kama anashindwa atoke, hakuna haja anakaa kutukana na hapa na kulete watu kutoka Nairobi kupiga sisi risasi, kupiga sisi mawe. Aende, tumekubaliana sisi yote. Watu wale wanakaa kwa barabara kupiga watu mawe ni wachache sana, Sakuye ni wachache sana wale wamefanya. Sote tuko na kabila zingine. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu siku ya Jumatano tupate security ya kutosha. Na hao wakome mawe ya kupiga watu. Rungu, mnatembea na rungu ya nini? Hii kiti mlichukua na njia salama, hamujachukua na njia ya vita. Kwa nini mnataka kuleta vita? Kwa sababu hata nguni walipomwagwa katika mji wetu wa Isiolo, tumeona utulivu wa hali ya juu kwa watu wa Isiolo na washukuru. Ya pili ni shukuru wana GSU, kwa sababu kama si kitengo ya GSU, leo hii MCS wetu hawangekuwa hai. Hali vile ilivyokuwa pale siku ile, mambo yangekuwa mabaya zaidi. Niombe bwana OCS, kwa kuwa gavana alikutishia na kofi, sasa akikwambia left unaenda left, akikwambia right unaenda right. Wananchi tunaangalia. Because vile ulivyofanya juzi, inatuonyesha uoga uliotiwa. Na gavana alipotaka kukutandika, ndio maana uliamua kudhulumu MCS na kukataa kuwapea right yao. Sisi hatutakutishia na kofi bwana OCS ndio utupe security, lakini tutasimama mbele na kusema haki yetu tunahitaji, kwa sababu kwa hapa ili uweze kuhudumia wananchi wote. Ya pili niweze kusema na unyenyekevu mwingi, vita hii mnayoiona si kwa sababu ya chuki ya mtu yeyote, ni kwa sababu ya uongozi mbaya uliopo. Ni kwa nini nasema hivyo? Leo hii inasemekana ni Karayu. Mimi si Karayu, na nimesimama hapa nikisema enough is enough. Na hata wale wengine wote tumesimama hapa tukikejeli, na hatuna shinda na mandugu zetu Sakuye. Kuti ametuongoza kwa miaka 20 na hakuna siku hata moja jamii imewahi simama jinsi tulivyo imkenjeli ama ikitaka kumuongoa katika uongozi. Ni kwa sababu ya uongozi mbaya ambao umetokea leo, ndio maana umeona sauti ya jamii zote imesimama kidete kukejeli hali ile hiko. Niseme na unyenyekevu mwingi, bwana gavana, pesa nyingi uliopewa ya kujenga ofisi yako, ninaomba uharakishe uondoke katika assembly, kwa sababu kama ofisi yako ikuwa katika maeneo ya mbunge, shinda iliyotokea pale ingepatikana. Wewe mwenyewe ni mahali pa kukaa umepewa, na hukupewa ukuja kudhulumu wenyewe. Ile ni assembly. Tunaona jengo lako seneti imetembelea kila siku, limeshindwa kukamilika kwa sababu ya corruption. Kwa sababu hiyo, enda kamilisha ujenzi wa ofisi yako, uondokee MCS, wewe na mahali pa kukaa. Kuna MCS hawana ofisi katika maeneo yale, ndio wewe uwe na ofisi. Na leo hii asante ambaye umewapea ni kuingizia nguni pale ili waangamishe. Jenga ofisi yako umalizie. Ndanda yangu Martha Koome, na kuomba na unyenyekevu mwingi, usikubali judiciary pakwe matope na shilingi 2. Kwa sababu tumeanza kuona dalili wakati wananchi wanakimbilia judiciary, wengine wanakuja mlango wa nyuma na fedha na kuleta vitisho ambavyo haviko mahali. Tunaomba Martha Koome, usikubali judiciary yetu tunayoiheshimu iweze kupakwa matope na mtu mmoja ambaye ameshindwa. Picha ambayo tulioiona ilikuwa vibaya. Watoto wa nyumba moja, mmoja ako upande huu, mwingine ako upande huu, wanarushana mawe. Picha gani tumeletewa Isiolo? Tumeishi kuiona kwa runinga Nairobi. Imeama Nairobi,
tumeletewa Isiolo na hii makosa ni yetu. Sisi ndio tuliimport problem na sasa tumeona tuiondoe. Kwa hivyo tafadhali vijana wenzangu na ndugu zangu, vita inapotokea na furugu inapotokea, chukaeni kwa umbali ili tusije tukaleta vita. Uongozi mbaya unaondoka. Sisi tutabaki kama familia. Kama ulitoboa ndugu yako kichwa, kesho utasema nini? Ikiwa ulirusha mawe ukagonga mama yako, kesho tunamaliza hii shinda, tutarundiana. Utarundi wapi ikiwa ulikejeli mwenzako? Kama uligonga mwenzako, kama ulimdhulumu kwa njia moja ama nyingine, itakuwaje baadaye? Jambo ambaye ametushangaza, hii impeachment iliwekwa siasa, ilifanya wananchi wenyewe kwa wenyewe waweze kupigana, na ile jambo juzi ilifanyika hapo kwa assembly tunalani kabisa. Kwa sababu sio kitendo mzuri. MCAs viongozi, hiyo ukisikia county assembly, hiyo ofisi ni ya bunge kwanza. Sio executive, sio governor. Vile governor ofisi yake inaendelea kujengwa ndio ilipatiwa huko na county assembly. Saa wakati ile bunge sukule yao ya kazi mbali na impeachment ilifanya washinde kuingia ofisi. Hiyo watu wamefungiwa ofisi. Kuna guns ambaye ilitumika kupiga hawa. Jambo ya kushangaza, nyinyi yote ni shahidi, hiyo watu ilitolewa na vivaro ya jeshi ama polisi huko ndani. Sio jambo ya kufurahishwa. Sisi kama wakaaji ya Isiolo tumelani hiyo kitendo, hatujafurahia. Ni kukurudi kwa mambo ya impeachment. Impeachment iko kwa sharia. Ni MCAs imeendelea. MCAs 16 walishikana wakisema huyu governor afanyi kazi kulingana na katiba ya Kenya. Kuna sharia amevunja, walisema watambeat. Sisi wananchi tuwe na subra, tupendane vile tulikuwa tunapendana. Mambo ya impeachment tuachie MCAs kwa sababu iko katiba ya Kenya. After hiyo itaenda bunge. Isije kiongozi ambaye tumechagua afanye wananchi wa Isiolo ambaye walikuwa wanapendana warudi kwa kupigana wenyewe kwa wenyewe. Hatujawahi kuwa na kitu tunaitwa jeshi ya lami ni nini? Si tuko na jeshi ya Kenya. Tuko na serikali ya Kenya ambayo ni jeshi. These are goons. How can you import goons from Nairobi? Rastas wanakuja hapa tunaona kwa macho yetu. Mimi nilistuka sana kama Kalapata kuona watu wanachomoa pisto na ku paralyze assembly yetu. Assembly inaolewa, internet yote imeharibiwa, kila kitu. Hiyo sasa ni uongozi aina gani? Kwa hivyo yangu ni ya mwisho, Jumanne sisi tutajitokeza. Tunakutumia habari na utapata ripoti yetu bwana OCS na kitengo yetu ya security. We will be there and we are going to stand for the right of the people of Isiolo. We are going to defend our members of county assembly. Members of county assembly walichaguliwa kwa kura na wanatuwakilisha vizuri. Na kama hamjaelewana na wao na wameona wewe utaweza, wachana na wao, waendelesha kazi. If you have complaints, go to the Senate. If you have complaints, go and defend yourself in the Senate. Enda ujitetee kwa assembly. Kotini haiwezi kukusaidia. Hata ukienda kotini mara ngapi itakuwa ni kazi bure, kwa sababu sisi hatuwezi kukubali tena. Si wale ambaye tuliunga Kayole mkono, tumeona kama tumedhulumu watu wa Isiolo kwa sababu tumegundua kwamba is very incompetent to manage the county affairs. Na ndugu yetu Kayole, tafadhali tunakuomba, kama vile tulikukaribisha tukakupigia kura, ondoka tu polepole, usitumwage damu. Yes. Kama ndugu yetu hajatambua shida ya watu ya Marti, Gafarsa, Oldonyiro, Ngaramara, Chumbiere, kama hajatambua shida ya watu, shida ya maji ya Garbatula, Modogashe, shida ya Tana, shida ya ambayo inafanya si tuame katika kambi samaki, basi yeye haelewi Isiolo. Na kama mtu haelewi Isiolo, wachia Isiolo wenye wanaelewa Isiolo. Asante sana, mimi nasema asante. Mimi na Yaro, last time tulikuwa MCA, tulipelekwa na hawa watu tu nyumbani, sivyo? Lakini hatuna chuki na hawa. Hawa ni ndugu zetu. Time yetu imefika tukaenda nyumbani, sivyo? Na time ya Kayole pia imefika sasa. Mungu amempatia nafasi lakini alichezea. Ama
Akichezea inapatikana saa hizi, sivyo? Kayole afanye nini? Afanye tena? Tunaomba Mungu ampeleke nyumbani. Si tuombe Mungu, sivyo? Hakuna regret kwa hiyo. Jambo jingine, kile Kayole amefanya ni kwamba aliumiza kila mtu. Leo Turkana, Borana, Samburu, Sakuya wanaongea lugha gani? Asante sana kwa Mungu, sivyo? Ile mambo ya kugawanya hakuna. Hii si historia ya Karayu, hii si historia ya Moku, hii si historia ya Dulo, si historia ya Lidima, si historia ya mtu fulani, ni historia ya Isiolo County, sivyo? It's about leadership.